Mahubiri kila Sunday. Tambua ubora wa Ukristo. Tunasema karibu tena wapendwa, na Mungu aweze kuwabariki. Nimesimama kwa ajili ya kuweza tu kuelekeza, ukiwa na uhitaji wa kwenda kujisaidia, hizi nyumba zote za majirani hapa, popote pale utakapoingia watakuelekeza mahali ambapo kuna choo na hivyo utaweza kujisaidia. Bwana Yesu asifiwe. Popote pale. Bwana Yesu asifiwe. Tuko sawa na majirani zetu, ndio maana tunawaambia hivyo. Bwana Yesu asifiwe. Kabla kiongozi hajasimama, nitaenda. Unapata mafundisho pia, ni vizuri wa mama na wa baba wawepo, ni baraka pia zaidi. Bwana asifiwe vijana. Mbona ni kama hakuna vijana? Vijana, Bwana asifiwe. Na mada yetu au kichwa cha fundisho letu inasema kijana Mkristo katika uchumba. Kijana Mkristo katika uchumba. Kabla hatujaingia kwenye undani wa fundisho letu, acha tuseme neno kijana Mkristo. Bwana asifiwe. Kijana Mkristo. Yaani leo hatuzungumzi na vijana ambao hawajawa wa Kristo, lakini leo tunazungumza na vijana wa Kristo, vijana ambao walishamchagua Kristo kwenye maisha yao. Lakini neno kijana au maana ya kijana tumeshalifunza mara nyingi. Kila tunapokutana na vijana huwa tunazungumza maana ya kijana ni nini, na sioni kama kuna haja ya kurudia tena kusema kijana inamaanisha nini. Lakini acha tuseme neno Mkristo. Neno Mkristo pasipo maelezo ya kiteolojia inamaanisha ni mfuasi wa dini la Kikristo. Na tena neno Mkristo inamaanisha ni mfuasi wa Kristo. Yaani ni mtu aliyemwamini Kristo na kumfuata. Bwana tusaidie sana. Sasa tukichanga haya maneno mawili, neno kijana plus Mkristo, ndio tunapata kijana Mkristo. Kwa sentensi moja tunaweza tukasema kwamba kijana Mkristo ni kijana aliyeokoka na akaamua kumfuata Yesu Kristo. Bwana tusaidie sana. Yaani kijana Mkristo ni kijana tofauti na wengine. Kinachomfanya awe tofauti na vijana wengine ni kule kumwamini Yesu na kumfuata. Maana kule kumwamini Yesu na kumfuata katika nyayo zake lazima itakufanya kuwa tofauti.
Bwana tusaidie sana. Huwezi kumwamini Yesu na kumfuata alafu usiwe tofauti, haiwezekani. Kama tu umemwamini Yesu kwa maisha yako na umeamua kumfuata kwenye nyayo zake, lazima utakuwa tofauti. Ndio maana tunasema kwamba vijana wa Kristo ni vijana tofauti. Maana ile kumfuata Yesu Kristo inawafanya tofauti. Bwana tusaidie sana. Sasa moja kati ya changamoto ambazo tuko nazo sasa siku hizi ni kwamba vijana wengi ambao tuko nao kanisani ni wale ambao bado hawajaokoka. Hatusemi wote, lakini tuna vijana wengi kanisani ambao bado hawajaokoka, hawajaamua, hawajachagua kumfuata Yesu Kristo kwenye nyayo zake zote. Sasa hiyo ni shida, hiyo ni msiba. Mungu atusaidie sana. Sasa ni neema kubwa sana, ni neema kubwa sana kama utaokoka na bado uko kijana. Yesu anatuhitaji uwe kijana, uwe mzee, Yesu anatuhitaji. Lakini ukijaliwa neema kutambua njia ya wokovu na bado ungali kijana, ni neema kubwa zaidi. Bwana asifiwe sana. Vijana ambao wameokoka, Bwana asifiwe. Ni neema kubwa. Maana acha nikupatie kaneno kadogo. Tumesema kwamba Yesu anatuhitaji uwe kijana au uwe mzee, Yesu anakuhitaji. Lakini kama utajaliwa neema ya kupata wokovu na kumfuata Yesu Kristo na bado wewe ni kijana, una neema ya kipekee. Kwa sababu gani? Hebu wakati kwenye ujana ni hapo kila kitu kinakutafuta. Kwenye ujana ni nafasi ya thamani kubwa sana, maana ulimwengu unakutafuta, kuzimu wanakutafuta, kila sehemu wanakutafuta. Sasa wakati ule ambao unahitajika kila sehemu, unapoamua kumkabidhi Yesu maisha wakati ulimwengu ulikuwa unakuhitaji, hapo wewe unakuwa wa thamani sana kwa Yesu. Bwana tusaidie. Ni tofauti na ule mtu ambaye amejipeana kwenye ulimwengu, nguvu zake zote ameziharibu kwenye ulimwengu. Sasa baada ya kuwa amezeeka, tilo tena haiwezi kumshika, wanja tena haiwezi kumshika, ndio anasema najipeana kwa Yesu. Sasa hapo ni msiba. Bwana tusaidie. Hebu fikiria kama wale wauza nyama. Wenda kuna mtu muuza nyama mahali hapa, labda umenunua au umerangua nyama zako asubuhi. Unajua nyama asubuhi kama inatoka bucha bado inapendeza, na ile ubichi inapendeza macho. Sasa kuna customer amekuja asubuhi tu, bado ile nyama naitoa bucha, anakuambia nataka hiyo mguu wa mbuzi. Alafu unasema mimi kweli pesa yako ni ndogo. Alafu kwa sababu ya uvumilivu tu anaamua kwenda nyumbani. Alafu ile nyama imeshinda hapo mpaka jioni. Alafu nampigia simu jioni, namwambia kuja sasa nakubali bei. Unaona kweli ina make sense? Bwana tusaidie. Mchana ulikataa, alafu nampigia simu jioni kwamba kuja sasa nimekubali bei. Ndivyo ilivyo watu ambao wamemkataa Yesu angali vijana, wanasema bado tunavunja mfupa. Jamani, si kila mfupa ndio unavunjwa. Bwana tusaidie. Kubali kumfuata Yesu bado ungali kijana, ni neema kubwa sana sana sana. Bwana asifiwe. Na kwa sababu mada yetu inasema kijana Mkristo katika uchumba, sasa hatutaendelea sana kwenye kuzungumza habari za ujana, lakini acha tuseme sasa tuingie sasa kwenye kijana na uchumba. Kijana na uchumba, kijana Mkristo na uchumba. Uchumba maana yake nini? Bwana tusaidie sana. Maana ya uchumba. Uchumba maana yake nini? Uchumba ni mahusiano kati ya mvulana na msichana yenye lengo la kuoana. Walio mbali wamesikia? Tumerudia mara tena kwamba uchumba ni mahusiano kati ya mvulana na msichana yenye lengo la kuoana. Kwa mchumba ni mvulana aliyeposa msichana au msichana aliyeposwa lakini bado hawajaoana. Tunaposoma kwenye kitabu cha Kumbukumbu la Torati sura yake ya 20 na mstari wake wa 7,
Kumbukumbu la Torati sura yake ya 20 na mstari wa 7, neno la Mungu inasema, ni mtu gani aliye hapa aliyemposa mke wala hajaoa? Arudi nyumbani kwake, asije akafa mapiganoni, huyo mwanamke akaolewa na mume mwingine. Amen. Bwana asifiwe sana. Hapa ni wakati Mungu anatoa sheria ambazo zinahusu vita, taratibu ambazo zinahusu vita. Akasema, akamwambia Musa kwamba mtu yeyote ambaye atakuwa amemposa msichana lakini bado hajamuoa asiende vitani. Sasa utaona kwamba kulingana na hii vasi, utaona kwamba uchumba au kuposwa ni mahusiano yaliyopo kati ya mvulana na msichana, lakini bado hawajaoana, ijapo wana malengo ya kuoana. Kwa hiyo uchumba ni tofauti na girlfriend au boyfriend. Bwana tusaidie sana. Maana kama tulivyokwisha kusema kwamba uchumba una malengo ya kuoana, lakini bado hawajaoana. Kwa hiyo ni tofauti sana na boyfriend au girlfriend. Pia kuchumbiwa au kuchumbia ni tofauti na kutongoza au kutongozwa. Bwana tusaidie sana. Mungu atatujalia tutaona utofauti. Unaweza ukazani kwamba uko unachumbia, kumbe uko unatongoza. Na unaweza ukazania kama msichana anaweza kufikiria wenda wanamchumbia, kumbe wanamtongoza. Bwana tusaidie sana. Utofauti kati ya mchumba na girlfriend au boyfriend ni mkubwa sana, ijapo wakati mwingine tunajaribu kuvichanga na havikubali kuchanganyika. Kama tulivyokwisha kusema kwamba kuchumbia au kuchumbiwa ni tofauti na kutongoza au kutongozwa. Maana kuchumbia au kuchumbiwa kuna lengo tu la kuoa au kuolewa, lakini kutongoza au kutongozwa kuna malengo ya uasherati na uzinzi. Ndio maana utaona hata wababa walio katika ndoa wanatongoza. Ndio maana utaona hata wakati mwingine wamama walio katika ndoa wanatongoza. Si kwamba wanachumbiwa, si kwamba wanachumbia. Maana kama umeshakuwa kwenye ndoa alafu ukamwambia mwanamke mwingine kama nakupenda, hapo haumchumbii lakini unamtongoza. Na lengo si kumuoa, lakini lengo ni uasherati. Bwana tusaidie sana. Na ni vigumu kupata mama ambaye yuko kwenye ndoa miaka 5 alafu aseme sijawahi kutongoza. Ni ngumu. Bwana tusaidie. Ni ngumu. Ni ngumu. Bwana tusaidie sana. Hata baada ya wewe kuolewa bado kuna wahuni mtaani ambao wanatamani wa kutongoza, na wanajua mume wako, wanajua umeshakuwa na watoto, na wengine ni watumishi. Mungu aturumie sana. Kwa hiyo tunaona kwamba boyfriend au girlfriend ni kijana au msichana ambaye wanatongozana, si kuchumbiana. Boyfriend au girlfriend, ule uhusiano wa boyfriend na girlfriend ni msichana na kijana ambao wanatongozana, si kuchumbiana. Bwana tusaidie sana. Yaani girlfriend au boyfriend ni uhusiano wa kimapenzi. Unaitwa uhusiano wa kimapenzi kati ya mvulana na msichana pasipo lengo la kuoana. Kwa Kiingereza wanasema ni romantic or sexual relationship. Yaani ni romantic, tunaelewa romantic. Romantic or sexual. Yaani ni sina maelezo, hakumnaelewa. Bwana tusaidie. Yaani ni mapenzi ya kimchezo, kuchezeana. Bamuguse matiti msichana, ile tu. Mungu aturumie sana. Bwana asifiwe.
Kwa hiyo elewa kwamba boyfriend na girlfriend, kanisa wala halikubali girlfriend kwa sababu ni mahusiano ambayo hana malengo. Na mara nyingine utakuta hata watoto miaka 17, 16, 15 walishakuwa na boyfriend. Hiyo ni msiba. Bwana tusaidie sana. Mimi nikipata uhusiano kama huo, huwa nawapiga fimbo kabisa. Wanajua kanisani ambao naongoza, nikipata kakitu kokote kanaonyesha kama wewe ni boyfriend au ni girlfriend wa fulani, sihurumii kupiga fimbo. Maana hiyo ni msiba. Matatizo mengi imetokea hapa kwa girlfriend na boyfriend. Kuna hatari kubwa. Bwana tusaidie sana. Kuna hatari kubwa kwenye uhusiano wa kimapenzi. Uhusiano wa girlfriend na boyfriend, kuna hatari kubwa. Maana girlfriend na boyfriend ni kwenye uwanja wa anasa. Ni uwanja wa anasa, ni uwanja wa isharati, ni uwanja wa kudanganyana, ni uwanja wa kupotezeana muda. Bwana tusaidie sana. Dhambi nyingi za uasherati kwa vijana ni matunda ya boyfriend na girlfriend. Kabisa. Bwana tusaidie sana. Hata vijana mko hapa, bado tuko pamoja. Basi utulie sana, alafu nikuulize swali lakini usijibu. Utulie sana tena, alafu nikuulize swali lakini usijibu. Jiulize wewe mwenyewe. Je, kwenye maisha yangu nilishawahi kufanya uasherati? Lakini usijibu mtu, wewe mwenyewe ujijibu. Jibu lako ulimeze. Jiulize, kwenye maisha yangu nimeshawahi kuanguka kwenye uasherati? Sasa wale ambao wamesema ndio, kuna wale wamesema ndio na wengine wamesema hapana, Mungu alishanisaidia sijawahi. Lakini wachache. Sasa wale ambao wamesema ndio, nimeshawahi kuingia kwenye hiyo uchafu. Sasa fikiria, utagundua kwamba kama haungelikuwa na boyfriend au girlfriend, haungeliingia kwenye hiyo uchafu. Bwana tusaidie sana. Sababu ya wewe kijana kuingia kwenye hiyo uchafu ya uasherati, sababu ya wewe msichana kuingia kwenye hiyo uchafu wa uasherati, sababu kubwa ni kwa sababu nilikuwa na boyfriend, ni kwa sababu nilikuwa na girlfriend, si kwa sababu ya mchumba. Bwana tusaidie sana. Sasa unajua kama inaumiza sana kama msichana upoteze ubikira wako kwa sababu ya mambo ya ujinga. Bwana tusaidie sana. Yaani utaona kwa kiasi kikubwa, ndio nasema kwamba kwenye uhusiano wa kimapenzi kuna hatari tena nyingi. Ndio utaona wasichana wengi na vijana wengi wanabaki wanaitwa tu ni wa vijana na wasichana kwenye nyuso tu, lakini sehemu za asili zilishachakaa. Mungu aturumie sana. Yaani ni vijana kwa nyuso tu, ni wasichana kwa nyuso tu, lakini sehemu za asili zilishakuwa wazee, zimechakaa. Bwana tusaidie sana. Sasa ni uchungu kiasi gani? Inasikitisha kupoteza ubikira wako kwa sababu ya mambo madogo tu kama simu, kama kupelekwa tu saluni wa kunyoosha nywele. Mambo madogo tu. Kuna mtu amepoteza kuna mtu kweli kati yetu ambaye amepoteza usichana wake kwa sababu amenunuliwa plot? Hakuna. Kuna mtu amenunulia gari wala pikipiki hapa? Wengi wamepoteza usichana wao sababu ya mambo madogo, simu, kupelekwa saluni, chocolate, na wengine bure tu wakakopeshana tu. Bwana turumie sana. Na utaona kwamba wasichana wengi, hata wale ambao wamepata ujauzito ambao hawakutarajia, wengi wamepata ujauzito kwa sababu tu ya ule uhusiano wa kimapenzi.
Mungu atusaidie sana. Wengine wamepata magonjwa kwa sababu tu ule uhusiano wa kimapenzi. Siku moja nilikuwa hapo Clinic 5, kijana mmoja analia makamasi na machozi mechangana. Anasema nilifanyia mara moja tu. Mara moja zinatosha umie. Ukinywa sumu mara moja haitoshi kukuua. Bwana tusaidie sana. Ukweli ni kwamba girlfriend au boyfriend una hatari, na kama tulivyokwisha kusema ni tofauti na uchumba. Mchumba hana pupa wala hana haraka na ngono. Bwana tusaidie. Kwenye uhusiano wa uchumba, kama kijana kweli amejitoa kuchumbia, hana haraka na hana pupa na ngono. Ni tofauti na boyfriend. Kwa nini yeye mchumba hana haraka na ngono? Ni kwa sababu ana plani, ana mpango na ndoa. Lakini boyfriend au girlfriend anapupa na ngono kwa sababu hana mpango na ndoa. Bwana tusaidie sana. Kwa kiasi kikubwa mioyo ya wa boyfriend na wa girlfriend inatawaliwa na tamaa, lakini moyo wa mchumba unatawaliwa na upendo. Bwana asifiwe. Wakati mwingine msichana kama kweli iko kwenye uchumba, hafurahii kumwona kijana ambaye anamchumbia akiharibu pesa. Hafurahii kuona kijana ambaye anamchumbia akispendi pesa for nothing. Bwana tusaidie sana. Lakini kama ni girlfriend, anataka hata mshahara wote umumalize tu, alright leo tu. Mungu atusaidie sana. Ndivyo ilivyo mioyo ya wasichana ambao hawako kwenye uchumba, inatawaliwa na tamaa. Anaweza taka hata mshahara wako wote umupei. Hiyo ndio moyo wa girlfriend. Lakini moyo wa mchumba unatawaliwa na upendo. Bwana tusaidie sana. Amen, amen. Kwa hiyo hata kijana pia ambaye amechumbia hana pupa na kusema nataka ngono. Hana pupa, maana ana mpango, hana haraka. Bwana tusaidie sana. Kwa hiyo unaweza kufikiria wale wasichana, kuna msichana ambayo anamchumba mali hapa, au mwewe mko na boyfriend. Sasa kufikia hapa, hata kama tutazungumza sana, unaweza kuanza kuelewa kwamba huyu kijana ambaye kweli tuko naye ni mchumba au ni boyfriend. Na unaanza kufikiria huyu msichana ambaye niko naye ni mchumba wangu au ni girlfriend. Bwana tusaidie sana. Mungu akusaidie kuchagua mchumba. Bwana asifiwe. Acha kwa dakika chache ambazo zinasalia tuzungumze habari za kuchagua mchumba. Kuchagua mchumba. Bwana asifiwe. Katika nafasi ya kuchagua mchumba, kijana ana fursa nzuri au kubwa kuliko msichana kwenye utamaduni wetu wa Kiafrika. Lakini hata msichana pia naye ana nafasi nzuri, ni vizuri tu ajue kuitumia. Kinachosababisha nazungumza kwamba kijana ana nafasi nzuri kwenye kuchagua mchumba ni kwa sababu kijana ana uwezo wa kumuona msichana ambaye anamfaa, wenda ni mpole, wenda anafaa kwa kulingana na vigezo vyake, na akawa na ujasiri wa kusema naye. Lakini msichana, mnaelewa kwenye tamaduni zetu ya kama msichana hata akimwona kijana ambaye anaweza kumfurahia, hana ujasiri wa kuongea. Bwana tusaidie sana. Lakini hata kama msichana wa Kiafrika hana ujasiri wa kuanzisha au kuanzisha uhusiano, lakini yeye ana nafasi nzuri, akitumia vizuri ana nafasi nzuri. Hata nikupee mfano. Watu ambao wanaendesha pikipiki. Mtu ambaye anajua kuendesha pikipiki
kabla haujaondoka unagusa starter, si ni kweli? Unagusa starter, moto inaingia, inafanya Bwana asifiwe. Lakini pikipiki haiwezi kuondoka hata ukigusa kwa moto, hata ukiongeza moto inalia tu, lakini haiwezi kuondoka. Ili iondoke ni wakati umetia gia, si ni kweli jamani? Lakini wale wanajua kuendesha pikipiki ndio wanaelewa hiyo. Unagusa starter, moto inaingia, alafu baadaye unaingiza gia. Sasa kwenye uhusiano wa uchumba, hata kama kijana ndiye ana nafasi ya kuanzisha, lakini msichana ndiye ana nafasi ya kuingiza gia. Bwana tusaidie. Ili huyo uhusiano uanzishwe na safari ya uchumba ianze, ni wakati msichana ameingiza gia. Maana unaweza ukamwambia kwamba msichana nakupenda, lakini asipoingiza gia ya ndiyo, hiyo pikipiki, hiyo safari haitaenda mahali. Bwana tusaidie sana. Kwa katika uchumba, uwe ni msichana, uwe ni kijana, unatakiwa kuwa mwangalifu sana. Maana kwenye uchumba ni hatua ya kutafuta mke, ni hatua ya kutafuta mume. Bwana tusaidie sana. Unajua kwenye hii hatua ya kutafuta mke au kutafuta mume, Mungu akujalie wale ambao hawajaoa wala hajaolewa, Mungu akujalie usikosee. Maana kwenye maisha unaweza ukakosea kuchagua vitu vingi kwenye maisha. Labda ulienda kuchagua pikipiki ukachagua rangi mbaya, au ukachagua ile ambayo iko na injini mbaya. Itakuletea stress, lakini si stress ya milele, kwa sababu unaweza kuchagua nyingine wakati mwingine. Si ni kweli jamani? Unaweza ukakosea kuchagua hata nguo au hata simu. Mahubiri kila Sunday. Tambua ubora wa Kristo.